Lakini katiba ni kitabu. Ni kitabu. Tunaweza tukatengeneza kitabu kizuri, tukakipamba, tukakiweka. Wangapi wanakielewa hicho kitabu? Yaliyomo ndani wangapi wanayaelewa? Katiba tulionayo, kitabu tulichonacho sasa, wangapi wanakielewa? Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya, watu wote tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Nenda muulize, wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi? Hajui. Au unataka nini kibadilike? Maana yake ndio tunataka mpya tu. Sasa mpya ilete nini? Unajua ndio hivyo, ndio maendeleo. Nani kasema maendeleo yanaletwa na kitabu kilichotungwa kikaikwa hapa? Kama kuheshimu vitabu, tungeheshimu vya dini. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? Wangapi tunavikiuka, hatuviheshimu. Na kwa hiyo katiba si kitabu, ni morality, ethical standards. Hatuwezi kuendelea kupuuza katiba. Katiba ndio sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba. Haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi yetu, au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba, naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Mtu ambaye hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Hafai. Akaendesha shamba lake huko. Hawezi kuwa katika rais wa nchi yetu. Tunamchagua kwa mujibu wa katiba, tunamwapisha kwa katiba, ailinde, aitetee kwa moyo thabiti kabisa, bila woga. Hawezi, hatumtaki kwa kiongozi wetu. Anaweza kuwa rafiki yetu sana, anaweza kuwa kabla hajafika kwenye vikao vyetu hatuanzi kunywa chai au brandi au whisky, hiyo shauri nyingine. Lakini kwa urais wa nchi hatufai.